Yes, tunaendelea na sehemu inayofuata. Kama ndo mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu, basi usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Tulikuwa namuona anaongea na simu hapo, ghafla mpenzi wake akatokea, ikabidi simu iminya aweke pembeni huko, azuge hapo, mapenzi mengine yaendelee. Lakini kumekucha asubuhi tunamuona Molly akiwa anaangalia huko, haielewi kama vile kuna kitu anataka achunguze fulani hivi akione. Mshasuka naona simu ya jamaa hivi, password alikuwa anazijua, ajaribu kutoa password zimekataa, chuma imegoma hiyo hapo hiyo. Iko disable kwa wale ambao wanajua iPhone, maana pale simu imejifunga. Anaamua kutoka ghafla kuelekea sebreni. Akiwa sebreni, jamaa akiwa amejiandaa zake anaelekea zake ofisini. Anajaribu kufika hapo na kumuuliza, "Vipi, mbona leo weekend na unakwenda kazini?" Jamaa anajitetea, anamwambia, "Mke wangu na kazi nyingi sana ofisini, kwa leo acha nikapambane kwanza." Mwisho anamwambia sawa. Sasa anamuuliza swali, "Je, unataka nikupe chakula uende nacho kazini au utakula hapa hapa?" Jamaa anamwambia, "Nigee tu, nitaenda kula kazini, hamna shida." Jamaa basi bibi anamwambia, "Nipe dakika 5 basi." Jamaa anakaa zake chini hapo. Lakini upande wa pili tunamuona bibie, baada ya kugundulika kwamba ni mjamzito, anajaribu kuwaza afanye kitu gani. Anajaribu, je, nimwambie mwenye mimba yake au nimwambie asiye na mimba yake? Sisi hatujui, lakini ni kiuhalisia tu tunafahamu mimba hiyo na nani. Akiwa pale anashtuka ghafla kama vile mlango unagongwa, anajaribu kuficha majibu yake. Mshtuko anatoka pale na anaanza sebleni sasa. Akifika sebleni, hatujui nini ambacho anakutana nacho mbele kidogo, sivumilia ni mtakiona. Tunarudi upande wa pili tunamuona Molly akiwa anampa chakula mpenzi wake ili aondoke nacho kazini. Amekishika vizuri kabisa, akachukua chakula na kaza kazini, chakula cha mpenzi wake. "Baby, unajua nakupenda, lakini sasa si wewe tu ndio unaonyesha kama vile unanipango na mimi." Anamwambia, "Usijali baby wangu, usijali, mimi nakupenda. Basi kuwa makini upo kazini. Hamna shida basi baby wangu, usijali." Huko akiwa anatabasamu, jamaa anamshukuru mkewe. Mkewe anamwambia, "Baby sawa." Lakini ameshika simu yake baada ya yule kuondoka, ikabidi amwambie shoga yake, "Mambo ni yale yale, hakuna kilichobadilika." Alikazalika simu yake ndo kwanza akaweka password. Hii ina maana gani? Simu inakata. Upande wa pili tunamuona Mwamba sasa ndo anaingia ndani sasa, akiwa na mpenzi wake, akiwa anatembea. Wanakaa kwenye kiti, anajaribu kumuelewesha, "Baby vipi, mbona kama uko sawa? Una tatizo gani?" Baby si akamchana bwana. Akamwambia, "Bwana baby, kama unavyojua mimi nilienda hospitali." Okay, jamani. Anamwambia, "Nilienda hospitali nikapima, nikajikuta mimi ni mjamzito. I'm pregnant." Jamaa akashtuka kwanza. Akamwambia, "You serious?" Akamwambia, "Yes baby, mimi siko sawa hapa, ni mjamzito." Jamaa akabidi atulie kwanza. Anamwambia, "Una uhakika?" Tena anamuuliza. Mwisho siku anainuka zake na kumwambia, "Sawa, ni mjamzito, lakini mimi naamini kabisa hiyo mimba sio yangu na mimi sijakupa hiyo mimba." "Unamaanisha nini bibi wangu? Au kuna kitu gani ambacho mimi nimekukosea?" Anakuambia, "Unajua katika maisha kila unachokifanya usijue kama watu wakioni. Sisi tunaona, kuna wakati tunajizima tu data, lakini tunakuwa tunajua kila ulichokuwa unakifanya. Hiyo mimba ni ya huyo uliokuwa unamsema wewe, anaitwa best friend wako wa kiume. Sasa siku hiyo ambapo wewe ulikuwepo hapa." Tunaenda upande wa pili nje, tunaona Molly akiwa na shoga yake wakiwa nje ya nyumba ya Lisa, wakiwa wanaangalia, wakiwa wanavumilia, wakiwa wanasubiria ili wamuone Mwamba akiwa anaingia ndani, lakini wapi, wakachelewa. Mwamba leo haingii ndani kabisa. Haya, upande wa pili tunaona huku wanaendelea kuzozana na kumwambia kwamba, "Wewe kwa mimi unitaki tena, utaki kuwa na mtoto." Si ninakwambia hiyo mimba sio yangu na ukikishia. Ndo akajaribu kumkumbusha kilichotokea. Kuna siku alifika Mwamba akaishia nje, akamuona Lisa akiwa na Alex wakiwa wanatoka ndani, mekumbato kama yote nje, mabusu kama yote, yani kuagana ile mara mbili unaijua wewe au unaisikia. Yani kama penzi lilikuwa moto, na ukishazama kwenye penzi la Lisa kutoka ni kazi. Mwamba akiwa kwenye gari akiwa anaangalia tu maumivu makali akiwa nayo kwenye gari, lakini wapi, akiwa na chili tu. Haya, akajaribu kumkumbusha, mwisho siku Lisa ikabidi akubali. Lisa akajaribu kulia, akawa anajiliza pale, analia, "Mwisho siku baby nisamee, baby haikuwa akili yangu hiyo baby, baby hiyo sio akili yangu, hiyo ilikuwa akili ya host." Mwamba kamind vibaya mno. Lisa anapiga magoti kumuomba msamaha, lakini Mwamba akakaza, ingawa moyoni hatuwezi kujua alifikiria nini, lakini jamaa aliumia kinoma kwa kile kitendo ambacho kilitokea. Alijaribu kulia, alijaribu kufanyaje, lakini unajua mtoto wa kiume
Haya, upande wa pili tunamuona sasa Lisa akiwa anarudi haielewi, yani haielewi. Kuna wakati mambo yakija kukuzoza kichwani, hujui unaanzia wapi. Lisa anarudi taratibu, mwisho siku hiyo meza yenyewe anaona kama nini, anaamua kulia. Lakini sasa niwakumbusha, ingekuwa Mbongo hapo angeishi na hivyo hivyo. Mbongo angekubali kwa sababu huyo mwanamke mwenyewe sio kumwacha. Haya, upande huku mwingine ambapo tunamuona huyo shoga yake Maureen pamoja na yeye mwenyewe Maureen wakiwa kwenye gari bado wakiwa wanaangalia. Lakini mambo yanakuwa yako tofauti. Si unajua tena. Upande wa pili Kidume naye analia, Kidume anapata maumivu makali hata kama akatoa maamuzi, lakini mwisho wa siku lazima aumie kwa kitendo ambacho alikuwa anafanyiwa. Hii ipo kwa wanaume wote, yani hayo mambo lazima yakutokee. Haya sasa, Lisa naye haielewi akiwa kwenye kitanda chake. Kitanda chetu iko na huko Mbongo zimejaa hivyo vitanda vipo kibao, akiwa haielewi ashike wapi au liyefanye nini, lakini bado hana majibu ya kutoa. Upande wa pili huku tunamuona Mwamba naye akiwa anakula chakula, anasoma message kutoka kwa nani? Kutoka kwa Lisa, bana naomba tuonane. Jamaa chakula akiona kichungu hicho sasa. Anaambia baby, mimi natoka bwana na YFC, nimetumia message ya kazi hapa natakiwa ni wahi, lakini kuiwalisia alimtumia message ni nani? Ni Lisa. Akiwa anaondoka tunaona wako ofisini Lisa pamoja na mshikaji Alex wakiwa wanazidi kuongea. Anamwambia vipi, una shida gani? Anamwambia bana, mimi nimekuja lakini unatakiwa kujua kwamba mimi ni mjamzito, ina maana nina mimba yako. Alex alishtuka. Anamwambia wewe unasaje kuniambia kitu kama hicho? Inawezekana vipi uje uniambie mimi kwamba una mimba yangu? Wewe una mume ujue aisee. Inakuwaje unaniambia mimi mambo kama hayo? Wewe una boyfriend. You have a boyfriend. Lakini namwambia kuwa na boyfriend sio shida, lakini mimi nilikuwa natumia muda mwingi sana nikiwa na wewe. Pap, nini kilitokea? Maureen aliingia ghafla, anawakuta kwa mara nyingine. Mara hii kidogo imekuwa tofauti kwa sababu amekuja, ina maana alisimama mlangoni kwanza kusikiliza nini kilichokuwa kinaendelea. Kwa alipofika pale akiwa amejua kabisa kwamba mumewe kamchiti na huyo bibie, yani ana mimba ya huyo bibie. Mwisho wa siku mwanamke alimind sana, akamwambia sikia, mimi ninachokuona ni kuacha uendelee kulea hii mimba kwa sababu sio vizuri. Wewe mtoto wa kike lazima umsaidie. Lazima umsaidie kuilea hii mimba kwa sababu watu waweza kulea peke yake. Na wewe ina maana kweli ulikuwa unanisaliti kwa mume wangu? Ulikuwa unanisaliti kweli? Ushikaji wote huu. Basi sawa, sio shida kwa sababu mimi naona tu bora niwaache mkiendelea kuishi maisha mazuri kuliko mimi kuwa katika mambo kama haya. Aliamua kuondoka zake pale ofisini akiwa na hasira. Jamaa akaona oho, mambo yasiwe mengi, kwani nitoke zangu hapa nifunge zangu laptop hapa. Wewe sikia, nitakuja kwako, nitakuja kuzungumza kwako. Jamaa anaamua zake kuondoka kumfuata mke wake. Sasa mambo yanazidi kuwa magumu, anafika nyumbani mke wake kashasepa. Akijaribu kumtafuta huku na kule wapi. Sasa hapo ndo mambo yanapokuwa magumu zaidi. Fanya wewe ila usifanyiwe. Ukifanyiwa wewe inauma sana. Lisa akiwa nyumbani, akiwa haielewi, akiwa amekaa pale anajaribu kujiongelesha kimoyo moyo. Nimefanya nini sasa? Mbona sasa kama vile nimejaribia mwenyewe? Anajaribu kuzungumza apate majibu, mwisho wa siku anaamua kumfuata Alex. Anafika kwa Alex, Alex anakaa chini anajaribu kuzungumza. Bwana sasa mimi nimekuja, nataka tupate mwafaka kuhusiana na hii mimba. Alex anamwambia hiyo mimba mimi sina mwafaka nao wote kwa sababu kwanza na haki ya kusema sio yangu kwa sababu wewe ulikuwa na boyfriend. Na mimi pia nina mke wangu ambao sasa hivi tuna ugomvi. Kwa lazima nipambanie ndoa yangu, sio kupambania mimba yako. Iko kitendo kilimuumiza sana Lisa. Lisa alimind vibaya mno kwa kusikia hizo kauli kutoka kwa Mwamba, na ikiwa ndo alikuwa analala naye, alikuwa akifanya naye mambo mengi kwa wakati. Jamaa alifikia tu mpaka ofisini aendi kwa sababu ya huyo mtoto. Hebu muone kwanza anavyotembea. Sio poa jamaa, lakini hajali hayo mama. Anachokijali kwa sasa ni nani? Ni mke wake. Anajaribu kufika kule kwa shoga yake ambapo yupo sasa Maureen. Anaongea na shoga yake anakataa kabisa, hawezi kukusamea. Toka bwana, wewe huwezi kumfanyia hivyo shoga yangu. Lakini jamaa anajaribu kumwambia bwana, nataka nimwombe samahani mke wangu, turudiane, maisha mengine endelee. Lakini wapi, anakaza kama vile ndo alikuwa ameolewa. Simpendi huyu binti, simpendi, mimi namchukia vibaya mno. Lakini sasa ndo sinema, sasa utafanyaje? Jamaa anajaribu kulia pale, anajaribu kuongea naye, lakini wapi. Anachokiamua huyu bibie ni kumfungia tu mlango Mwamba. Na jamaa anaamua kuondoka kwa sababu hana cha kufanya tena pale, au kwa namna nyingine hana cha kupoteza. Anaamua kuondoka zake mzee akiwa haielewi anzie wapi, maana mwanamke alimpenda ndo huyo tena amemkuta
ya kumkuta. Matatizo yapo jamani kwenye maisha, lakini tunatakiwa tu tukabiliane nao, tujue tunamaliza vipi. Akiwa nyumbani anajaribu kumpigia simu na mshikaji wake yuko pale pembeni anajaribu kuzungumza, apokee simu. Anakuambia hawezi kupokea simu. Jamaa anajaribu kumuomba au atumie njia gani ili kumfanya Maureen arudi nyumbani. Lakini jamaa anakuambia mimi sidhani hicho kitu hakiwezekani kwa sababu mimi mara mwisho nilipozungumza naye yeye akasema kabisa hawezi kuja hapa. Sijui labda mbingu ipinduke hivi igeuke kwa juu kwa chini, chini kwa juu ndo jamaa anajaribu kuongea naye. Lakini tukija siku nyingine pia tunaona Maureen sasa anafika nyumbani akiwa na shoga yake. Lakini ujio huu sasa ulikuja kwa namna nyingine tofauti kabisa. Bibi anamwambia mshikaji, bwana mimi nimekuja hapa nyumbani, nimekuja kuchukua vitu vyangu maana sina kitu cha kupoteza. Jamaa anajaribu kumuomba msamaha, bwana mke wangu nisamee, tuishi, unajua naumia sana nikiwa nisikia vitu kama hivi. Mwisho siku shoga yake anaona mimi aelewe na kabisa sawa, sijui akanichanganya, sijui akaelewana. Anaingia zake ndani, anakwenda kuchukua vitu vya Maureen ili waondoke. Maureen anajaribu kuongea kwa hisia kumwambia mshikaji, nilikupenda sana, nilifanya mambo mengi kwa ajili yako lakini haukuona thamani yangu. Kwa hiyo kwa sasa hivi niache niondoke. Ndio hao kama unavyoona hivyo jamaa wanasepa hivyo wanajeja. Mshikaji anabaki hapo haelewi. Tunarudi upande wa pili. Ni majuto tu sasa hivi wanangu matatizo yakisha kutokea lazima majuto yawe mengi, lazima ujute kwa sababu wenyewe wataalamu wanakuambia majuto ni mjukuu. Sasa mjukuu huyu sio mjukuu katokea wapi? Upande huu tunaona yupo kwenye gari Maureen haelewi, yani anapata stress kubwa sana ajui cha kufanya. Bwana hiyo ndio simulizi yetu kali sana ambayo tulikuwa tunaisimulia yani. Bwana usitoke kwenye hii channel na hii ndio sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi yetu hii. Kwa hiyo sasa usitoke kwenye hiyo channel, usikose kusubscribe, kushare na kucomment kwa sababu kinachofuata sasa hivi ni mzigo mkali sana. Siwezi kukuibia siri. Hapo uone vyuma vitakavyotokea kuanzia sasa hivi.